Watu wengi wanajuaga makundi ni madhehebu. Njia za kisheria ni kuoana tu. Sharti za kuosha maiti ni mbili. Naungana na hawa na tuna dalili, walillahi alhamd. Kilitokaga peponi kiko pale, na haki ya Mungu ukimwomba atakusamehe. Imam Malik alikufa mwaka gani? Palikuja utawala unaitwa Fatimia. Imam Malik akatunga hicho kitabu akakita Al-Muwatta. Omnibut TV. Waislamu tulianzia kitabu Quti Swala. Kitabu cha kwanza tulianza ni kitabu cha nyakati za swala. Na neno kitabu kwa Kiswahili ni mkusanyiko. Mkusanyiko au kundi au majumuu fulani. Wanaitaga katibatu aljaishi, kundi la jeshi, kwa sababu kuna katikana mkusanyiko wao. Hivyo Waislamu tukawa tumesoma hadithi ya kwanza inazungumzia nyakati za swala. Nyakati za swala ni tawqifia, zimepangwa na Allah subhanahu wa ta'ala biwasitati Jibril ala khairi nabiyin, kwa kuja Jibril akimletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukawa tumesoma na hadithi ya pili wiki iliyopita, hadithi alipokea Urwa, na Urwa mnakumbuka kuwa ni mmoja katika watu 7 waliopata sheria Madina. Ala kullu a'immatin, ala kullu man la yaqtadi bi a'immatin fa qismatu dhiza anil haqq kharija. Anasema mmoja wao, yoyote ambaye hatofataga au maimamu 7, huyo waji wake wa elimu utakuwa ni potovu. Ikawa Urwa ametuambia ya kwamba hii hadithi aliniambia Aisha, na Aisha ni mke wa Mtume ambaye aliolewa ndoa ya pili baada ya Khadija kufa. Wake za mitume, wake wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam waliofunga naye ndoa ni 13. Wawili walikufa Mtume yuko hai, na 2 aliwapa talaka, hawakuweza kudumu katika ndoa. Hivyo walibaki 9 hao walimzika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii hadithi tulikuja kuizungumza wiki iliyopita, na leo tutasoma pia hadithi nyingine, hadithi ya 3 katika mlango wa kitabu Quti Swala, nyakati za swala. Hadithi ambayo tutaisoma, hadathani Yahya an Maliki, alinambia Yahya kutoka kwa Imamu Maliki. Yahya ni mwanafunzi wa Imam Maliki, asili yake alitoka kule Andalos, Espanya. Huko ndiko alizaliwa. Alivyozaliwa na Waarabu waliokuwa huko, akawa amekwenda Madina kutafuta elimu. Madina mundu kadimi zaman ni nafasi ya elimu na nafasi ambapo mazarul iman, kuna pandikiza au kuna panda imani za watu. Maliki ni imamu ambaye alizaliwa Madina na akafia Madina, walam yakhruj anha, na hakuwahi kutoka nje ya Madina. Huyu Maliki ni katika maimamu ambao wana madhehebu yaliozagaa zaidi kuliko madhehebu yote. Imam Maliki yakitanguliwa na madhehebu ya Imamu Abu Hanifa, madhehebu ya Imam Maliki na Imamu Abu Hanifa na Imamu Shafi na kadhalika na Imamu Ahmad. Madhehebu haya yalikuja kutuonesha sheria jinsi ilivyo na malengo ya sheria, na akaja kutuonesha mapungufu yanayopatikana duniani. Hivyo Waislamu, Imam Maliki ni katika maimamu waliozagaza madhehebu al-Malikia. An Zaid ibn Aslam. Zaid ibn Aslam ni mmoja katika waliotangulia watukufu, watu bora, ambaye anaitwa Zaid ibn Aslam ibn Tha'laba ibn Adi al-Balawi, ibn Adi al-Balawi. Huyu alizaliwa mwaka wa 12 Hijria, mwaka wa 12 Hijria ndio alizaliwa. Waislamu, na yeye anasema ilitoka kwa Ata ibn Yasar. Ata ibn Yasar naye ni al-Hilali al-Madani, na pia na yeye ni mtu wa Madina. Waislamu, tunapozungumzia mtu wa fasi fulani ni dalili ya ubora wa huyu mtu, kwa sababu hata fasi inaweza ikamfanya mtu kuwa bora min haithu dunia, kupitia dunia na hata akhira pia. Duniani nyote mnajua kuna watu wakiwa na uraia wa fasi fulani, fanasu qadirunahum, watu wanawaheshimu. Lakini katika dini sisi tunatazama mtu akizaliwa nafasi bora, mnazifahamu,
bi khairu biqa'i llahi fil ardi ni Makkah thumma al-Madina, kisha Madina, kisha ardhu Sham. Kwa hiyo ndugu zangu, Yasaru, Ata ibn Yasar, hii hadithi naye alipokea, annahu qala, hakika alisema. Waislamu, tofauti ya huyu umma na umma zingine, palipita umma nyingi duniani, wote waliondoka, lakini huyu umma una tofauti moja, ni silsila. Silsila ni mrorongo ambao unaopokea, yani generation inakuja hii inapokea, inakuja hii inapokea, na inaiachia hii inapokea. Acha nitoe mfano. Qur'ani toka miaka 1400 na kadhaa haijawahi kubadilika wala harfan, hata herufi moja. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu aliweka na kuhifadhi huyu umma usije ukapoteza kitu chochote, utakuwa unanukuliana. Nakumbuka wakati mko wadogo mlisoma Qur'an, ndio hii ambayo mlisoma, na leo ndio hii ambayo inasomeshwa, na si tutakufa ni hii ambayo tutaiacha na wengine wataisoma wa hakadha. Mwenyezi Mungu anasema si tumeteremsha Qur'an wa inna lahu lahafidhun, na sisi tutahifadhi Qur'an. Kwa hiyo madama atahifadhi Qur'an, atahifadhi na wahi, kwa sababu vyote ni kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema in huwa illa wahyu yuha, hatamki porojo Muhammadi, ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na Amiru Shuara aliandikisha hayo wakati akizungumza mashairi yake akisema, wa idha qadaita falartiyabaka annama jaa al-khusuma min as-sama'i qada'u, unapokata kesi Muhammadi, hakuna shaka katika yale ambayo nayo yakata, katika hiyo kesi ambayo nayo yakata, kwa sababu inakuja mafunzo yanatoka kwa Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni, yanakuja kuelekeza ya Rasulullah. Kwa ndugu zangu Waislamu, ukisikia hadithi si kwamba ni vitu ambavyo vimetungwa, bali ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mungu alijalia huyu umma upate kitu kama hicho. Anasema laula al-isnad, isingelikuwa isnad. Isnad ndio kutoka kwa sahaba kisha tabi kisha tabi, na hivyo ndo anasema ndio isnadi. Kwa hiyo isingelikuwa hiyo, basi huyo umma kila mtu angesema anayoyataka, lakini Mwenyezi Mungu alijalia ndani ya umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam papatikane jambo kama hilo. Anasema jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alikuja mtu anajielekeza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Allah. Waislamu, neno utume halijamaanisha kuwa ni kosa. Neno utume, hata wewe unaweza kujiita mtume, lakini usithubutu hata siku moja kujiita mtume wa Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mitume zake ambao waliwachagua, inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Mwenyezi Mungu aliwachagua mitume zake, lakini kujiita neno mtume bila kusema kuwa wewe ni mtume wa Mungu sio kitu ambacho kimekatazwa katika dini. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadith ambayo baadhi waliisahihisha, anasema alhamdulillahi alladhi waffaqa rasulillah. Sifa kamilifu anastahiki yule ambaye alimpa taufiki mtume wa Mwenyezi Mungu. Huyu ni sahaba anaitwa Muadh. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimwambia Muadh, mimi nataka kutuma Yemen, kule kuna Mayahudi walisoma, nataka nijue bima taqdi, utahukumu kwa nini? Akasema bikitabillah, kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akamwambia fa illam tajid, kama hutopata ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu hiyo hukumu, akamwambia kwa maneno bisunnati rasulillah, kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia kama hutopata, akasema ashtahidu ra'i wala alu, nitajitahidi wala sitofanya dhulma kwa yoyote. Mtume ndio akasema namshukuru Mungu aliyomwafikisha mtume wa Mwenyezi Mungu. Ina maana Muadhi alikuwa na wanani wa mtume. Tatizo ni kujiita mtume wa Mungu, hapo ndipo tatizo linaanza. Lakini ukijiita mtume rasul ni jambo la kawaida, lakini unapojiita sasa mtume wa Mungu, unalazimika kutuletea vitu 6 ambavyo ni special kwa mitume, Kila mtume ni lazima vimtokee vitu 6. Cha kwanza wahi,
Cha kwanza ni wahi. Kila mtume anapataga wahi. Ingelikuwa tu kupata wahi ndo kuwa mtume, basi kuna watu wangelikuwa ni mitume kama nani? Mama wa Musa, wa auhaina ila ummi Musa an ardihi, tulimpa wahi mama wa Musa mnyonyeshe Musa. Hivyo Maryam na yeye alipata wahi, na ndio maana Imamu Suyuti akaja kuzungumza, wakhtalafat fi khidrin ahlun nuqul qila nabiyyun aw waliyyun aw rasul Luqmana dhil qarnayn Hawa Maryami wal waqfu fil jamii ra'yul mudhami. Kwa hiyo wahi, kuna vitu ambavyo vinalazimika vienee ili mtu awe mtume, sio wahi tu, sio wahi tu. Kitu cha pili, lazima kila mtume anapotaka kufa apewe khiari. Upewe khiari, utaondoka leo au kesho. Mtume alipewa khiari, akasema bali rafiqul ala, bali mimi namchagua rafiki wa jua, namkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila mtume akitaka kufa anapewa khiari, utaondoka leo au kesho, utaondoka leo au kesho. Vitu khasaisul anbiya wal mursalin, vitu special kwa mitume na manabii. Cha tatu ni lazima kila mtume akifa asiozi. Ni lazima kila mtume akifa asiozi. Mtume walimuuliza kaifa nusalli alayka ya Rasulullah wa qad arimta, vipi tutakusalia na ilhali umeshaoza? Yani tutakutolea salamu, ona tuambie tukitoa salamu uwaga unaijibu, lakini utakuwa umeoza hapo. Akasema inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya, Mwenyezi Mungu ameharamisha, amekataza ardhi isili miwili ya mitume na manabii. Hilo la ngapi? La tatu. Na hayo hayajatosha tu, kila mtume ili awe mtume lazima awe alichungaga mbuzi, awe alichunga mbuzi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuntu araha fi qarawiti Makkah, mimi nilikuwa nazichunga katika milima ya Makkah pale, alikuwa anachunga mbuzi. Kwa hiyo tano, kila mtume akilala analala kwa jicho, lakini roho inafanya kazi kama kawaida. Lamma tatkakum al-layla istajabta lahu tanamu aynuka amma al-qalbu lam yanami wal-laylu tasharuhu bil-wahyi ta'muruhu wa shayyabatka bihudin ayatu istaqim. Amesema mmoja katika watunzi wa mashairi ya kuwa wakati aya inateremka simama usiku isipokuwa kidogo, hakurudi kulala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hivyo Waislamu, hilo ni katika jambo ambalo linamfanya mtu, mambo ambayo yanamfanya mtu awe nani? Awe mtume. Lakini mtume wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo mambo sita. Mambo mangapi? Sita. Kwa hiyo haya sita yakienea mtu anakuwa mtume. Lakini sasa kujiita mtume si tatizo, kujiita mtume wa Mungu, hapa ndipo tatizo linaanza. Musailama al-Kadhdhab alidai kuwa ni yeye ni mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqatalahu Siddiq akawa amempiga vita mpaka akauawa kwa jeshi ambalo lilikuwa linaongozwa na Khalid ibn al-Walid. Kwa hiyo Waislamu, rasulillah alikuja kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal idafatu, na mtu kuchegamiza kitu kwenye kingine, ni taarifan, ni kutambulisha kitu. Haya maji ni ya shekhe, ina maana haya maji ni ya nani? Ni ya shekhe. Mlishajua kama ni ya mtu fulani. Hichi kitu ni cha, hichi kiti ni cha shekhe. Huyu msikiti ni wa Mungu. Mlishajua kama huyu msikiti ni wa nani? Ni wa Mungu. Mnaelewa vizuri? Kwa hiyo unafika unatambua kitu haraka sana. Huyu ni mume wa fulani. Ina maana mlishajua kama sio mume wa kila mtu, ni mume wa fulani. Hivi ndivyo kitu kinatambulika. Unaposema Rasulullah, mjumbe wa Allah, mtume wa Allah, ina maana si lazima tena tumtaje jina lake, alishatambulika mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia idafa at-tashrif. Fasalahu an waqti, alikuja mtu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu, neno kalimatu rajul, neno mtu likija kwenye umoja anakuwa ni mwanamume, likija kwenye umoja anakuwa ni mwanamume. Hapa ningependa nieleweke, ni neno la Kiarabu linatumika. Mtu anasemaga ana rajul, mimi ni mwanaume, likija kwenye umoja. Lakini likija kwenye wingi linafika linatofautiana maana.
linaweza likatumika kwa wanamume, linaweza likatumika kwa waume. Hapa nimeeleweka? Linaweza likatumika kwa wanamume na linaweza likatumika kwa waume za watu, na linaweza likatumika kwa watu ambao wanatembea miguu chini, na linaweza likatumika kwa watu ambao wana cheo fulani katika dini au imani fulani walioifikia. Na zote hizo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizitumia katika kitabu chake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia watu katika kitabu chake, fa in khiftum farijalan au rukbana, pakiwa matatizo ya vita na nini, mnaweza mkasali rijalan, mnaweza mkasali mnatembea, au rukbanan, au mko katika vipando vyenu. Mwenyezi Mungu hilo hapo akaongeza akisema, wa adhim fi nasi bil hajji yatuka rijalan, watolee watu wito, watakuja rijalan, watakuja na miguu, watakuja na miguu. Sawa? Kwa hiyo neno rijal likaja kutumika kwa maana ya watu wenye kutembea na nini? Na miguu. Ushasikia? Usije ukalitumia vibaya, kwa sababu utakapolitumia vibaya litakukosi, litakujaji. Hili neno Mwenyezi Mungu akatumia kwa kila mtu ambaye ni mume wa mtu. Mwenyezi Mungu alisema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Maana yake mimi nasikiaga hapa kwetu wanasema wanamume ni wasimamizi wa wanawake. Wewe utaweza kuwa msimamizi wa mke wangu? Hiyo nguvu kwanza utaipata wapi? Na mimi pia siwezi kuwa msimamizi wa mke wako. Ina maana tafsiri ya aya hiyo inasemaje? Waume ni wasimamizi wa wake zao. Mnasikia vizuri? Kwa hiyo shida inakuja ni pale watu wanatafsiri kitu kinyume kabisa. Wewe unasema wanamume ni wasimamizi wa wanawake. Au wanawake ni wanani? Hatuwajui. Wenye kupita barabarani, mimi ni msimamizi wako. Abadan. Hicho kitu kinakuja. Ina maana mwanamume ndio msimamizi wa nani? Wa mke wake. Nadhani mnanielewa hapo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu wakati alitumia neno rijal akatumia kwa maana ya mume. Na neno hilo likatumika kwa maana ya nani? Ya kila mtu ambaye anamiliki sehemu za siri za mwanamume. Sawa ziwe zinafanya kazi au wasifanyi kazi, lakini awe nazo. Sawa? Mwenyezi Mungu alisema lirijali nasibu mimma taraka alwalidan wal aqrabu walinisa'i nasibu mimma taraka alwalidan. Wanamume. Hapa amesema wanamume. Umeelewa vizuri? Hapa alitumia wanamume, yani kila mwenye kumiliki sehemu ya siri ya mwanamume yumo. Jamani, kila ambaye ni mwanamume ana kiwango walichoacha baba zake na mama wa baba zake, wazazi wake. Sawa? Na kila mwanamke ana kiwango kwa vile ambavyo walioacha wazazi wake. Kwa ndugu zangu Waislamu, neno rijali likaja kwa maana hiyo. Na neno rijali likaja kwa maana ya mwanamke au mwanamume waliofikia kiwango fulani katika dini. Qala Ta'ala, minal mu'minina rijal. Katika waumini kuna nani? Kuna mashupavu, kuna watu vigogo. Sawa? Kwa hiyo haya maneno yakawa yametumika, lakini likija kwa maana ya rajul, kwa maana ya mmoja, inakuwa ni mwanamume. Ni lazima utafute kinyume chake. Ina maana mtu ambaye alikuja hapa ni nani? Ni mwanamume. Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alikuja mtu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu mtu hakuwa anatambulika, alikuja na kawaida. Watu walikuwa wanakuja Madina kwa sababu ni kapitali kwa huyo wakati. Na mji mkuu, watu wanatoka sehemu mbali tofauti, wenye kuja kutafuta elimu, wenye kuja kufanya biashara, wenye kuja kumuona tu mtume. Hawaji kunini, ni kuja tu anakuja kumuona na tizama, huyu ni mtume na kwenda zangu narudi. Kuna watu walikuja hivyo, akiwemo mmoja katika Mayahudi. Yeye alikuja akasema, mwanangu nichukue nende nikamuone. Nikimuona tu tamuuliza maswali. Akiweza ni mtume na kama hakuweza ni mtapeli. Alipofika kwa mtume akamtazama, hakumuuliza maswali. Kijana wake wakati anamrudisha nyumbani akamwambia, ya abata mzee, wewe uliniambia kuwa utamuuliza mas'alatan, utamuuliza maswali, kama hakuyajibu ni tapeli na akiyajibu ni mtume wa Mungu. Vipi sasa hujamuuliza? Akasema, lama raaitu wajahu alimtu anna wajahu laysa biwajhi kadha. Wakati niliona uso wake nilijua tu kama huyu uso sio uso wa muongo. Kwa hiyo huyu mtu alikuja, yeye kazi yake anakuja kufanya nini? Kuja tu kuona uso wa mtume. Kuna mwingine anakuja kusoma. Alikuja mtu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia, ya Rasulullah, jitu bayu, kama nimekuja kukupa bai'a, pasipoti na nikaya. Akamuuliza mtume,
ahayun walidaka au ahaduhuma, wazazi wako wawili wako hai au mmoja wao. Nasikia swali, ilikuwa ni kijana, wazazi wako wawili wako hai au mmoja wao. Hakumuuliza wazazi wako wawili ni wamaskini, ni wakongwe, sijui ni vilema, ni kivipofu, wanakuhitaji au kuhitaji. Muuliza, alimuuliza tu wazazi wako wawili wako hai au mmoja wao. Na regle juridiki ilisema aje? Tarku listifsal fi maqam al-ihtimal ma qiyam al-ahwal yunazzalu manzilatu al-umum fi al-maqam. Lam yastafsil nabiy sallallahu alayhi wa sallam في مقام الاحتمال في مقام يحتمل أن يكون الوالد بحاجة إلى ابنه أو ليس بحاجة ينزل منزلة العموم في المقال أي إلزم والدك إلزم والديك. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, regle inazungumza kutokuuliza mtume. Nafasi inampelekea mtume aulize, kwa sababu mtu akiwa na wazazi, ima hao wazazi wawe maskini au wasiwe maskini, ima wazazi wawe viwete au wasiwe viwete, ima wazazi wawe vipofu au wasiwe vipofu, ima wazazi wao wanakuhitaji au hawakuhitaji, ni mawili tu. Ni nafasi inampelekea mtume aulize, lakini hakutaka kuuliza ni maskini ni wanakuhitaji, hakutaka kuuliza. Ina maana hii nafasi inakuwa ni am en general, inakuwa inachukua kila mtu mwenye wazazi. Hana ruhusa ya kutoka kwa wazazi wake mpaka aombe idhni, hata kama utakwenda kwenye jihad. Na ndio maana mnasikia ashabul araf, watu wa araf, moja katika aujuhi tafasir zinasema kuwa ni watu ambao waliendaga kwenye jihadi wa kuombaga ruhusa kwa wazazi wao. Kwa hiyo wakitaka kuingia peponi, fatamnahumul uquq, ruhusa ya wazazi inawazuia. Wakitaka kuingia motoni, fatamnahumush shahada, kujua kwa sababu walifia vitani, inawazuia. Watakaa hapo baina ya pepo na moto. Mwenyezi Mungu anasema lam yadkhuluha wa hum yatmaun, hawakuingia peponi na ilhali wanatamaa, walikuwa lishakata tamaa. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa amewarahisishia. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, huyu ambaye anakuja ni mtu ambaye hajulikani ni nani, ni mtu hajulikani ni nani. Kwa hiyo na mtu kama hajulikani ni nani, maana alikuja Madina kuja kufanya nini? Kwa malengo tofauti. Wote wana makasidi, wote wana malengo, wana ghayat ambazo zinawapeleka kufika Madina. Sawa? Kuna wengine walikuja mtume akawataja, akawaashiria katika hadithi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jamani, matendo yanalipwa kwa nia na kila mtu atalipwa kwa kile ambacho alichonuia. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Yule ambaye alihama kutoka Maka na kuja Madina kwa sababu ya Allah na mtume wake, hiyo ndio hijra yake. Na yule ambaye alikuja ni dunia au mratin yankihuha, alikuja kwa sababu ya dunia au mwanamke amuoe, basi nia yake niyo atalipwa kwa hiyo nia yake. Ina maana kuna wengine walikuwa wanakuja hivyo, kuna wengine walikuwa na malengo tofauti. Kwa ndugu zangu Waislamu, fasalahu an waqti salati subhi, akauliza kuhusu wakati wa swala ya alfajiri. Swala ya alfajiri nilikwambieni na narudi tena kukukumbusha, swala ya alfajiri ni adhamul qurbat, ni kitendo kikubwa katika ibada ambazo mnazisikia. Lakini sio swala tu, sio ile swala, kuja kuileta msikitini. Mnanielewa vizuri? Kuja kuileta msikitini. Ukisalia nyumbani, mtume amesema laisa salatun athqala ala almunafiqina min alfajri wal isha. Hakuna swala inawasumbua wanafiki kama swala gani? Ya alfajiri na swala ya isha. Ndio inawasumbua wanafiki. Ina maana wewe ukitaka kujijua kama uko mnafiki au uko mnafiki, ni wewe mwenyewe. Hakuna shida. Kajungie iko pale pale. Unakuaga unaswali swala ya alfajiri msikitini au la? Mbili, ni moja katika sababu zitakufanya wewe kuingia peponi na kumuona Allah. Sababu zitakupelekea wewe muone Allah, lazima uwe unadiriki swala ya alfajiri msikitini. Tena msikitini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba siku moja aliona mwezi tarehe 14 au 15, akawaambia innakum satarawna rabbakum, nyinyi mtamuona Mola wenu mlezi kama jinsi mnamuona huyu mwezi. Huyu mwezi jinsi mnaouona mwezi wa tarehe 14 15, mnajua kuwa ni mwezi kila mtu anauona. Huyu mwezi mtauona kama jinsi mnamuona Mola wenu. La tudhamuna fi ru'yati, hamtakingana katika kuona huyu kumuona Allah. Ina maana mtamuona mwezi unakuwa juu. Mlishasikia hata siku moja mtu anasema umenikinga sioni kuhusu mwezi, hakuna. Kwa hiyo mtamuona Allah kama jinsi mnaona huyu mwezi.
Anasema in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha fafa'alu. Kama hamtoshindwaga, sharti ya kumuona Allah ndio hiyo, kama hamtoshindwa kuswali swala ya alfajiri na swala ya laisha, fanyeni. Ina maana kumuona Allah ni kudumisha mambo kama hayo. Alafu kupata nuru ya kuvuka kwenye sirati, lazima umediriki swala ya alfajiri jamaatan fi masajidi muslimin. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema bashiril mashaina fi dhulam binuri tami yawm alqiyama, waambie wenye kwenda kwenye swala ya alfajiri katika giza watakuwa na nuru iliyokamilika siku ya kiyama. Na nyote mnafahamu, wala yakhfa ala sharifi ilmikum, hakuna yote yafahamu ya kuwa hiyo siku hapatokuwa jua, hapatokuwa mwezi, vyote vitakuwa vimeondoshwa. Madama vitakuwa vimeondoshwa, kutakuwa giza na kila mtu atakuwa na nuru yake, na nuru ambayo itakusaidia ni mtu kuja swala ya alfajiri msikitini. Kwa hiyo aliuliza kuhusu an waqti salati as-subhi, wakati wa swala ya asubuhi. Madha nastanbitu min kalami au min suali rajul, kipi tunapata katika swali la sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faida ya kwanza ni kuwa itambulike ya kuwa sharti za swala zinakuwaga nje na haziwezi kuwa ndani ya swala, lakini nguzo za swala zinakuwaga ndani ya swala na haziwezi kuwa nje ya swala. Nimesikika vizuri? Alimuuliza wakati wa swala, na wakati wa swala ni sharti min shuruti sihhati swala. Tuko sawa hapo? Ni sharti katika sharti za swala kuwa usahihi. Kuna kukubaliwa swala na kuna usahihi wa swala. Hapa swala iko sawa sawa, lakini sasa kuna kuja etape ya pili, ni kukubaliwa. Nimeeleweka? Etape ya pili, kwanza iko sawa, ndio iko sawa sawa. Sasa inaweza kuwa iko sawa ukakataliwa, hayo ni mengine, hayo ni mengine. Mathalan, mtu ameswali swala, ameeneza nguzo na sharti na vyote amevitekeleza na wajibati, alafu amesali kwa sababu bosi wake na yeye alikwenda msikitini kuswali. Inakubaliwa? Ikubaliwa? Haikubaliwi. Lakini kumbukeni shuruti zimeenea, sharti za swala mnajua ni nia, Uislamu, akili, kuelekea kibla, wakati kuenea, kuudhu na kujistiri, kuvaa nguo na kujistiri, kuvaa nguo, yani kueneza mwili wako, yani kuwa umestirika mwili wako. Hizo ni sharti za swala, na hizi zote ukizitazama ziko nje ya swala. Mathalan, wakati mtu anaswali lazima aswali yuko na udhu. Udhu anautafutaga ameshafunga swala au anautafuta kabla ya swala? Na nielewa vizuri, kabla ya swala. Hapa ndipo udhu anautafuta. Hivyo kuelekea kibla, anaelekeaga kibla yuko ndani ya swala au nje ya swala? Nje ya swala, isipokuwa mara moja tu watu waliwahi kuelekea kibla wako ndani ya swala, wakati inateremka aya fawali wajhaka shatra almasjidil haram, wakafika wanabadilika, wakageuza, wakawa wameelekea Maka. Na nguzo zote za swala ziko ndani ya swala, kama rukuu na sujud na nini na kusoma suratul Fatiha, vyote hivyo mnavisikia 14 zote zinakuaga ndani ya swala. Kwa hiyo wakati anauliza mimi niko natafuta swala yangu iwe sahihi, lakini kupitia wakati wake, na wakati huo wa swala ya asubuhi unakuwa ni upi? Qala fasakata anhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, Mtume akakaa kimya. Alipokaa kimya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna kukaa kimya taadduban adaban, kuna kukaa kimya kwa adabu na kuna kukaa kimya kwa kutokuwa na adabu. Kuna kukaa kimya kwa adabu na kukaa kimya kwa kutokuwa na adabu. Hii ipo katika lugha ya Kiarabu. Mfano sakata na swamata. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au madha au yasmut. Na hapa neno limekaa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikafasakata, alika kimya. Tofauti kwa lugha ya Kiarabu ni ilmu ala, ni elimu ukipuuzia itakugonga wakati wowote, itakuumiza wakati wowote. Lazima sisi wanafunzi wadogo tutafute asraraha wa asaliba, tutafute, tuichimbe, tujue. Haya maneno yanakuaga
katika lugha ya Kiarabu. Mfano maneno ambayo yanatumiwa ihtiram na taqdir, vyote vina maana ya heshima, lakini vina tofauti. Mtu mkubwa anakuheshimu, unasemaga qadarani, ameniheshimu. Na wewe mdogo unasemaga ihtaramtuhu, nimemuheshimu. Unasikia tofauti ya maneno jinsi yanavyokuja, sawa, yanavyokuja. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakaa kimya, alipokaa kimya hata idha kana min alghad, mpaka siku ya kesho akawa amewaswadisha watu asubuhi, hina tala alfajr, wakati alfajiri imechomoka. Lakini mzangu wa Islam, kwa nini Mtume alirepeza mpaka kesho? Huyu mtu angekufa, Mtume hajamjibu, ingelikuwaje? Regle ziko mbili tu katika dini, katika sheria. Yajuzu ta'khiru albayan fi waqti alhaja, wala yajuzu ta'khiru albayan an waqti alhaja. Haijuzu kuchelewesha kubainisha jambo kama wakati utakuwa umetoka, na inajuzu kuchelewesha kama wakati utakuwepo. Haya maneno yana tofauti. Tayeb, acha nitoe mfano. Je, mtu akija, mwanamama akija anasema mimi niko na deni ya Ramadhani, lakini Arafa itakuwa siku gani? Yaumul Khamis. Arafa ni siku ya Alhamisi. Yaumul Khamis. Sasa mimi nataka nilipe deni kwanza. Hapa jibu inakujaje? Yajuzu ta'khir, inajuzu kuakhirisha kumjibu. Kumuonesha kuwa funga Arafa kisha utafungaga, utalipa deni baadaye. Kwa nini? Kwa sababu wakati upo. Lakini kama wakati utakuwa haupo, haiwezekani. Kwa ndugu zangu Waislamu, Mtume akamwachia ili ikifika kwenye swala ya alfajiri aje afanye nini? Aone mwenyewe. Siku ya kesho, ghadan, neno ghad ni siku ya kesho. Lakini unapozungumza al-ghad kwa taarif, ni kesho ya kufuata. Unasikia vizuri? Ukisema ghadan ni kesho, iko wapi? Ndio maana wakati katika qadha hakuna kesho. Unapozungumza mimi nitaleta kesho, hakukubali. Sema na tarehe na muda na katika qadha, kwa sababu kesho haijawahi kufika. Ghadan tuwaffa nufusu bima kasabat wa yahsudu zari'una mazara. Kesho nafsi zitachuma kile zilichokipanda, nafsi zitachuma kile ambacho zilichokifanya, na walimaji watavuna kile ambacho walichokipanda. Na mnakumbuka kesho katika Qur'ani Mungu alitumia mara ngapi? Mungu alitumia mara 3. Kesho alitumia mabada alqauli. Ukizungumza kitu baada ya kuzungumza, kesho yako inaanza. Mwenyezi Mungu amesema katika kitabu chake, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan. Usithubutu kusema kitu mimi nitakifanya kesho kabla hujasema insha Allah. Ina maana kitu chochote, mfano bwana mimi nitakuja saa 2 ya usiku, unalazimika kusemaje? Insha Allah. Lakini je, kesho itakuwa imefika saa 2 ya usiku? Tukingali leo kesho bado. Kwa hiyo neno Mwenyezi Mungu akatumia hili neno kesho likaja kwa maana ya kesho, yani baada ya leo. Ili ya kwanza ni baada ya kauli yako. Hii ya pili kesho ikaanza baada ya siku hii ya leo. Leo tuko siku gani? Leo tuko samedi kwa kizungu. Kesho ni dimanche. Ina maana dimanche ndo Mwenyezi Mungu akatumia kalenga hapo, yani baada ya leo. Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha indahu ilmu saa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu غدا إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيب إن الله عنده علم الساعة إيش اسمه إن الله عنده علم الساعة
aina al-huffaz, aina Allah inda usawi nazilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Nafsi haijui kitu kipi itafanya ghadan, kesho. Na kesho pia iliitwa siku ya kiyama ni kwamba ni nini? Mwenyezi Mungu aliita kesho, ya alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Yani kesho hiyo inamaanisha ni siku ya kiyama. Al-ghadi ikija kwa hadi taarifa inakuwa ni kesho, haiji tena kwa ihtimalat, haiji tena kwa nini? Kwa kutegemea, inakuja yani ma baada leo. Anasema mtume akasali swalla as-subha, akasali salatu as-subh wakati alfajiri imechomoza. Thumma swalla as-subha min al-ghadi baada an asfara, akaswali asubuhi ya hiyo siku ya kesho baada ya mwanga kuwa umechomoza. Mwanga unaanza kuchomoza, panaanza kuchomoza mwanga akawa ameisali mtume Muhammad baada an asfar, baada an bana wa dhahara ad-daw, baada ya mwanga kuanza kuchomoza akaswali. Alivyosali thumma qala, mtume akasema aina sa'il, yuko wapi mwenye kuuliza? Aina as-sa'il, yuko wapi mwenye kuuliza? An waqti swala, yani ambaye anauliza wakati wa swala, ndo anamtafuta mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Qala ha ana dha ya Rasulullah, mimi ndo yule ewe mtume wa Allah. Ndo anasema mimi ndo yule jamaa. Faqal, akasema ma baina hadhaini waqtain, ma baina hadhaini waqtun, baina ya mimi wakati nilisali jana, niliswali alfajiri inachomoza, kisha nikasali siku ingine nikaswali mwanga unafanya nini? Mwanga unachomoza. Hapa katikati ndio wakati wa swala ya alfajiri, hapa katikati ndio wakati wa swala ya alfajiri. Hayo ni maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya maneno yanamaanisha kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoa mafunzo kwa njia tofauti, kwa njia tofauti. Unajua mafunzo nayo kuna wakati yanatolewa mtu awe mkali, kuna wakati yanatolewa mtu awe mpole, kuna wakati unachelewesha ili yapate kutambulika zaidi, na kuna wakati unamuuliza mtu suala baada ya yeye kuwa amekuuliza, na kuna wakati unamjibu mtu kinyume cha yale ambayo uloulizwa. Mtume alimuuliza kuhusu vitu ambavyo vinavyofanya hija kuwa sahihi. Mtume akajibu vitu ambavyo vinavyoharibu hija. Sasa vinavyoharibu hija ni vidogo kuliko vinavyopelekea hija kuwa sahihi. Hivyo ndivyo alikuwa akifundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ni mwalimu bora, na shangazi yake mwenyewe alisema kuwa alikuwa ni mwalimu bora. Wakati anakufa alimtungia mashairi akisema, ala ya Rasulullah kunta rajaana wa kunta barran wa lam taku jafia, kunta rahiman hadiyan wa muallima, liyabki alayka al-yawma man kana baqiya. Mtume ulikuwa mategemeo yetu, ulikuwa matarajio yetu, ulikuwa mwenye huruma, ulikuwa kiongozi bora, ulikuwa mwalimu hodari. Anamwambia ulikuwa mwalimu hodari. Walio wenye kutaka kulia, mimi sintolia kwa sababu ya kukosa wewe, walakin abki min al-haraji atia, nalia kwa utundu ambao utakuja duniani. Yani maneno ya Sofia, shangazi yake mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Naktafi bihadha wa nujibu ala silatikum inshallah. Hal min su'ali ibadallah. Watu wengi wanajuaga makundi madhehebu. Njia za kisheria ni kuoana tu. Sharti za kuosha maiti ni mbili. Tunaungana na hawa na tuna dalili, walillahi alhamd. Kilitokaga peponi kiko pale, na haki ya Mungu ukimwomba atakusamehe. Imam Malik alikufa mwaka gani? Palikuja utawala unaitwa Fatimia. Imam Malik akatunga hicho kitabu akakita Al-Muwatta. Omnibook TV.